Natumaini ndugu yangu unaendelea vizuri. Mungu anakuhifadhi, anakutunza. Napenda nifundishe kuhusu namna dhambi inavyoathiri macho yetu, au namna dhambi inavyoathiri macho ya watu. Ukisoma Biblia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, utaona shetani alimwambia mwanamke kwamba mkila tunda mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Biblia inasema kwamba mwanamke akala tunda na akachukua tunda akampelekea mume wake naye akala. Kilichotokea ni hiki, Biblia inasema kwamba wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua wako uchi. Na walipoona wako uchi, walikimbia wakaenda kujificha. Nini kilisababisha macho yao yaathirike? Ni dhambi. Dhambi iliathiri macho yao. Na ukisoma Biblia utaona Biblia inasema rushwa hupofusha macho. Rushwa inapofusha macho. Na kwa mujibu wa Biblia tunajua rushwa ni dhambi. Sasa unapata kuona kwamba dhambi inaathiri macho ya watu. Dhambi inaathiri macho ya watu. Na haijaanza leo, haijaanza jana, ni tangu zamani. Dhambi ina madhara makubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu au kwenye maisha ya mtu. Na kitu kimoja wapo ambacho kinaathirika kutokana na dhambi ni macho. Macho ya mtu yanaathirika. Macho ya mtu yanapata shida. Na unaweza ukadhani hili ni jambo la kawaida, macho ya mtu yakiathirika. Soma kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba walipojiona wako uchi, walikimbia wakaenda kujificha. Macho yao tayari yameathirika. Yanaona vitu ambavyo ni tofauti. Yanaona vitu ambavyo Mungu hakutaka wavione. Yanaona kile ambacho Mungu hakutaka wakione. Na Mungu alipokuja kukutana nao, anamuuliza Adamu, uko wapi? Anasema niko uchi, nimejificha. Na Mungu akamuuliza, nani aliyekwambia uko uchi? Je, umekula matunda ambayo nilikuzuia usile? Adamu akasema, ni huyu mwanamke. Macho ya Adamu yaliathirika. Kitu kimoja wapo kilichoathirika kwa Adamu na mke wake ni macho yao, na wakamkimbia Mungu. Sasa macho ya mtu yakiathirika yanasababisha shida kwenye maisha ya mwanadamu. Yanasababisha shida kwenye maisha ya mtu. Tena ni shida za namna mbalimbali. Kwa mfano, Biblia inasema rushwa inapofusha macho. Na macho ya watu yakipofuliwa, kinachotokea ni kwamba Biblia inasema kwamba hukumu zinapotoshwa. Ambaye anapaswa kupewa haki apewi haki, na yule asiyepaswa kupewa haki anapewa haki. Maana yake vitu vinaenda tofauti. Lakini shida ni nini? Ni kwamba macho ya watu yameathirika. Na kilichoathiri hayo macho ni nini? Ni rushwa ambayo imepofusha hayo macho na watu hawaoni tena. Sasa dhambi inaathiri macho ya watu. Na ndio maana tunaposoma kwenye Biblia, kati ya kitu ambacho Mungu anatuzuia ni kutenda dhambi. Kwa sababu dhambi inaathiri mambo mengi sana kwenye maisha yetu. Dhambi inapunguza mambo mengi sana kwenye maisha yetu. Sasa kwa sababu nazungumzia kuhusu uhusiano wa dhambi na macho yetu, jinsi ambavyo macho yanaathiriwa na dhambi, nisiende huko kukutazamisha mambo ambayo dhambi inayapunguza kwenye maisha yetu. Sasa dhambi inaathiri macho yetu sana. Na ni kitu cha kuangalia sana. Kitu cha kuangalia sana. Kama kuna kitu cha kukiepuka ni dhambi. Kwa sababu dhambi ina madhara makubwa sana kwenye maisha ya mtu, kwenye maisha ya mwanadamu. Dhambi inaathiri maisha ya watu.
dhambi inaathiri macho ya mtu. Natumai ndugu yangu umenielewa vizuri.